alikuja saa 3, mimi yeye na mamangu wakiwa wawili. So mimi na brothers wangu tulikuwa already tushalala juu ilikuwa late kwetu kulala. Walipofika nikasikia wakitatanisha huko kwa nyumba, na vile walifika brothers wangu wawili wakatoka wakaenda kuangalia nini mama wamewaletea kutoka soko. Vile walimaliza kukula, baba akasema wakuja kulala na akafunga room yangu na konchi. So after hapo nilikuwa nadhani babangu anaua simu, kumbe alikuwa anakata mamangu na panga. Na nilivyosikia hivyo nikasikia mama akipiga nduru na akanyamaza. Na baba akatoka nje mara 2, na aliporudi akafunga nyumba na konchi moja ya juu. Akanipatia simu, akaniambia pin zake za kufungua line, lakini ya M-Pesa hakuniambia. So after hapo hiyo saa akinipatia simu alikuwa ameshika kamba. Nikamwambia siwache tu nitoke nje niangalie chenye kinaendelea. Akaniambia hapana, kaa hapo, nitakufungulia asubuhi. Nilipoketi kwa kitanda changu nikasikia mabati. Kwanza aliniita kabla hajajiachilia, akaniambia, Michelle, mimi nimeenda, kama hujaniona umeniona mara ya mwisho, na asubuhi mpeleke huko Wamunyu Yathwe, mwende mkasome huko, na kwa mazishi useme mamako ni yeye aliharibu familia, na mimi nimeenda. After hapo nikasikia mabati huko juu ikitoa sauti, na sikutaka kuuliza, nikanyamaza na nikachukua simu nikapigia jirani hapa juu, nikamwambia kuja tufungulie kwa room kushaharibika. Nilipomwambia hivyo akakuja na jirani mwingine hapa juu anaitwa Mudhama, akakuja na bibi yake, yeye mwenyewe ndiye alikuja kunifungulia. After hapo vile alifungua nikaenda kwa nyumba kwa room ya babangu na dad na mom. Vile nilienda huko nikapata mama kwa kitanda, damu iko huko kote, katakata ashaenda, na baba akajinyonga akitumia kamba huko kwa mabati juu. So mimi naomba serikali niweze kunisaidia nimalize shule, nisomeshe hao brothers wangu wawili, na nitaomba tu niweze nikiwa mkubwa, nikikuwa mtu wa maana, niweze kusaidia watoto wale wengine wenye wamepitia hapo. Mabizano ya watoto wetu, huyu kijana aliniambia kutoka kitambo sana. Alikuwa tu ananiita, ananiambia, Ango, hapa kuna shida. Nikikuja hapa tunakaa chini tunatatua hiyo shida. Hiyo shida wanasema hiyo shida imeisha. Na si ya kuanzia njuzi, ni ya kitambo sana. Wakati tulitoka huko kwa pipi yake Chathi, tulienda tukapika Chathi. Kuanzia hiyo wakati wa Chathi ndio hii shida ilianza. Sasa tukikaa hivi tunasikia pengine wamepishana kwa soko, wamepikana kwa soko. Tunakaa kidogo wanapishana kwa soko. Hapa kwa mboma wanapishana. Sasa njusi ndio alituita. Tukakuja hapa tukakaa na sister yangu na mwingine wangu. Tukawashikanisha vizuri. Wakati tulipika hapa akatuambia, mnaona huyu bibi yangu, njusi alienda Makindu akakaa siku 3 bila kuniambia. Sasa leo hiyo Sunday akatuambia bibi yake amepika hapa saa 9 ya usiku akiwa na pombe na mkuka. Na kumuongeleza anamwambia, wacha kuniongeleza, shika mambo yako. Sasa hiyo shida ndio tunaona sana ilikuwa kwa hii mboma. Dakika ya mwisho aliandika barua. Akasema watoto yake waangaliwe na mama yake. Akapikia mama yake simu jana usiku. Akamwambia kuja. Kumbe saa hiyo alikuwa ameua mkewe. Alafu saa ile aliita mama yake, naye akapanda akajinyonga.